Bana, yes, mtazamaji wa CTV, karibu sana ndani ya The Joint. Kuanzia time hii hapa ya 9 mpaka 10 kamili za jioni ndo time ambayo tunaweza tukasign out hapa ndani. Mimi naitwa Kelvin Fabian, niko hapa Ibrahim Kalman. Hakikisha kwamba madini yote ya kiburudani unayapata kwa uzuri kabisa. Bana, speaking of Mario Toto Badi kabisa. Kwa siku ya leo kaachia mkwaju mwingine mpya. Na mapokeo hivi nene, moja kati ya kitu ambacho sijakitegemea kabisa kuhusiana na hii ngoma. Sikutegemea kama ingepokelewa kwa sababu kipindi cha nyuma tumeona Jux ameposti ngoma, ngoma imegoma kwenda. Kabisa. Zuchu katoa ngoma, ngoma imegoma kwenda. Alikiba ngoma yake ya Rafiki, nakumbuka ilikuwa ikiwa na siku 3, ilikuwa na views kama 400 na kitu hivi. Na Zuchu pia kwa sasa hadi sasa hivi ngoma yake ina watu 314 na hapa ina wiki 3, na sio kawaida. Tulikuwa tunategemea kwamba ngoma za hawa wasanii wao wakubwa, ngoma ikiwa na masaa machache tu unakuta tayari ishaenda mbali sana. Na mimi nikiangalia kuna namna ambavyo Mario nadhani kidogo kama mashabiki wameanza kurudi hivi, kiangalia mwitikio ambao watu wameonyesha, kuzingatia na Jux ambaye yeye nadhani alikata tamaa mapema kwenye ile nyimbo yake ya Maju. Na ile ya Si Bad ambayo yeye aliamua kuzifuta kabisa. Kuna namna yeye alikata tamaa, lakini kuna wenzake ambao kama Zuchu kiangalia yeye alikaza. Zuchu nikiangalia kuna namna ambavyo yeye amekaza. Alikiba na yeye ngoma yake ya Rafiki amekaza. Sasa Mario bana, naona ni msanii ambaye kidogo amewarudisha wasanii kwamba bwana tufanyeni kazi. Kuna namna ambavyo nikiangalia na namba ambavyo zinasoma, kuna namna ambavyo naona watu wasanii sasa watarudi kufanya kazi na watakuwa tena wana imani na kazi zao za muziki ambapo watafanya kazi. Na usichokijua mpaka sasa hivi ngoma ya Olua ambayo sasa ndio ameachia Toto Badi ina masaa 3 lakini ina views 33,530 na likes 4,764. Sasa ukirejelea kwenye ngoma ya Zuchu pamoja na Jux kipindi wametoa ilikuwa mpaka muda kama huu views walikuwa 30 na kitu ikiwa na siku 3 ndio ilikuwa na likes 4,764, lakini hii kwa masaa 3 ile ilikuwa na siku 3 lakini kwa masaa 3 tayari ina likes 4,764. Yani ukiangalia kuna namna ambavyo mashabiki kuna kauli ambazo nimezisikia mtandaoni kuhusiana na wasanii. Kuna msanii mmoja wa Bongo Movie jina lake limehifadhiwa, sitamtaja, alisema kama mashabiki watakataa kununua kazi zao ambazo wanazifanya, nao wataacha kununua vitu vyao ambavyo washabiki wanavifanya. Umeona kuna namna ambavyo nikawaza nikafikiria kama nikasema wasanii wamefikia huku. Yani kuna namna ambavyo wameona na wenyewe wakaze kwamba wasinunue vitu ambavyo mashabiki zao wanafanya. Na moja kati ya kitu ambacho nilikuwa nakiwaza imekuwa sio mara ya kwanza kwa Mario kuonyesha wasanii njia na vitu kama hivyo. Tukiangalia hiyo ndio kwanza kushusha mapiano imekubalika. Kuna yeye na mpya pia muziki amekuja nayo kama Olua hii kina unanichekesha unajua kuna zile biti fulani hivi zilikuwa zinapiga fulani hivi tofauti kabisa. Kaja nazo ngoma zimekubali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naona kama Mario ni mtu ambaye anaonesha kidogo njia kwa wasanii wengine. Ukiangalia pia licha ya ngoma zingine zote kukataliwa na vitu kama hizo, lakini yeye amekuja amedondosha ngoma hili hapa inaitwa Olua. Ndani ya muda mchache tu tayari ameonesha kwamba wasanii wengine kuna uhai fulani ambao umerudi. Unaona tayari ameonesha kama kuna njia ambayo imeonekana. Na ukiangalia nahisi ni kama kuna mashabiki bana, huwa labda kuna watu wasanii wao ambao wanawapenda. Kwa sababu ukiangalia Mario na ngoma ambayo ameitoa, ukifikiria na wasanii wengine, na kuna namna ambavyo kama mashabiki wao wanasikilizia fulani, je, wasanii watafanya kitu gani? Yaani nikiangalia kuna namna kama wametegeshia fulani. Alafu Mario amekuwa tayari ni moja ya msanii ambaye anateka attention sana kwa wale mashabiki zake. Amejua kuteka attention kwa sababu ukiangalia hii hapa iko kwenye deluxe ya The Godson. Ametongezea mikwaju kwenye ile albamu yake ya The Godson, ametongezea mikwaju iko 5 ambayo alikuja kuitoa baada ya kutoa ile The Godson ile albamu yake. Na ngoma hizo kuna Tete, kuna Mvua, kuna Olua, Haha na Dunia. Hizi hapa zimekuwa kama ni za thamani ambazo amezipa thamani zaidi kwa The Godson. Yeye anajiita mtoto wa Mungu, anakuambia avuti sigara, anywe mipombe kabisa. Na ni Mario pia ni msanii ambaye nadhani katika wasanii ambao tuko nao hapa Tanzania, ukifikiria namna lifestyle yake ya maisha, kuna namna ambavyo yuko tofauti sana na wasanii wengine. Sio mtu wa starehe sana na sio mtu ambaye unaweza kukuta kwenye mitandao ya kijamii
labda anaongea vitu ambavyo labda ni kukashifu jamii, kukashifu labda mashabiki zake, tofauti sana na wasanii wengine ambao kwenye kizazi hiki ambao wapo. Kwa hiyo kuna namna na pia kuna namna nimeona Mario, kuna nyimbo ambayo ametumia bana teknolojia ya AI. Ngoma gani tena? Nipita nikaiona. Bana kuna ngoma moja alishai kuifanya siku ya nadhani jana. Amefanyia bana AI. Ametumia artificial intelligence. Kwenye hiyo ngoma. Yes, kama ile ambayo alifanya Jux pamoja na Nandy. Ile nilipata kuiona, unaona jinsi teknolojia inabadilika. Yes. Ya ukiangalia hata kuna jamaa mmoja bana akauliza kwamba ni kwamba wasanii wamekuwa wavivu au ni teknolojia. So wasanii wamekuwa wavivu. By the way, kuna baadhi ya vitu ambavyo viko kwenye video, watu wanakuwa wana kazi ngumu ya kufikia. Kwa mfano kama kuna location fulani hivi za gari sana ambazo wanatamani kuzifanyia video zao, lakini kutokana na kipato na tuka hizo unakuta wanakosa kufanyia zile video sehemu kama hizo. Kwa hiyo unakuta kitu ambacho anaweza wakifanya akapata zile location ambazo wanatamani. Yes. Sasa ukiangalia kama kwa Mario kwenye kuhusu gharama ni sawa, lakini ukiangalia AI ambayo yametumia ni sawa, iko poa, lakini kuna namna ambavyo ukiangalia zile matamshi yanayotamka na namna ambavyo AI imetengeneza, yani kuna namna kama imepoteza uhadisia fulani, yani kuna kama kupishana fulani. Lakini pia kwenye hizi video nimepata nafasi ya kuangalia ile ambayo alitoa Baraka the Prince na pamoja ile ya Jux na Nandy. Nimejaribu kuziangalia, kuna namna kama uhalisia kwenye uso unapotea unabadilika, yani ile AI haijaweza kuonesha kila kitu. Ndio maana sasa na mimi nikasema kwamba ni sawa, labda uvivu umekuwa ni wasanii au ni kwamba ni teknolojia, lakini kuna namna kuna uhalisia tunaukosa. Kuna uhalisia tunahitaji, lakini kuna uhalisia fulani ambao wasanii wetu tumewazoea. Kuna hali ambayo kama tunakosa. Mtu tu ni rahisi kujua kwamba huyu sio Mario, hii ni AI imetumia. Hii ni AI. Kuna namna unapotea. Kwa hiyo wasanii wetu bana, kuna namna ambavyo waangalie, hata kama wanatumia AI ni kuna namna waangalie kwamba waangalie kabla ya kutoa video kwamba kuna baadhi ya uhalisia unapotea. Kwa hiyo waangalie sana hiyo mambo za AI. Enjoy Olua, the good music from Toto Badi, Mario. And then tunarudi hapa kuja kusanua kuhusiana zile info zingine ambazo zimeshika headline Bongo Bongo, lakini pia nje ya mipaka ya ardhi ya Bongo Land, na maanisha Tanzania. Usiondoke kando ya TV yako. Hii hapa ni CTV kutoka kwa dhamini mkubwa wa Ibra Accessories. Tunarudi hapa. Enjoy good music kutoka kwa Toto Badi, Mario. Ngoma inakwenda kwa jina la Olua.